kama una changamoto ya hepatitis B, fuata huu ushauri ambao nitakwambia. Kwanza kabisa nataka kukwambia kuwa changamoto ya hepatitis B inatibika kabisa endapo kama kinga zako za mwili zitakuwa ziko vizuri bila matibabu yoyote. Kinga zako za mwili zikiwa vizuri, unapona kabisa hiyo changamoto. Lakini pia kama changamoto yako ishafikia hatua kubwa, yani ushapata ile madhara kama tumbo kuvimba, macho kuwa ya njano, lakini miguu kuvimba, tumbo kuvimba, jua kabisa hii changamoto kupona itakuwa ni shida. Zikitokea zote kwa pamoja, kupona itakuwa ni shida. Lakini pia unao uwezo wa kwenda wa kujiprotect na uweze kurudi katika ile hali yako ya kawaida, lakini pia kupona itakuwa sio rahisi. Lakini kama hauna changamoto yoyote, unao uwezo wa kupata matibabu na ukapona kabisa. Sasa zingatia haya ambayo nitakwambia leo ili uweze kujiprotect wewe kama wewe usipate hayo madhara ambayo nimeelezea hapo juu. Kitu cha kwanza, hakikisha unazingatia status ya mara kwa mara, yani kila baada ya miezi 3 mpaka 6 ujue kiwango cha virus kuwa wanaongezeka au wanapungua. Viral load kupima ni muhimu. Lakini pia jitahidi sana kujua kuwa liver function, ini lako, utendaji kazi wake unafanya sawa au kuna shida yoyote. Lakini pia jitahidi sana kuepuka kusambazia watu wengine. Kuna watu wana changamoto ya hepatitis B lakini hawazingatii, tunaita yani yeye anaishi ili mradi anaona anaishi, lakini bila kujua kuwa anao uwezo wa kuambukiza watu wengine. Kwa hiyo kama unajua una changamoto ya hepatitis B, jitahidi sana, kama ni kushare masuala ya ukiwa unafanya tendo la ndoa, jitahidi sana kutumia kinga. Lakini pia usitumie vifaa ambavyo vinaweza vikafanya kushare damu na watu wengine, tunazungumzia hapo. Lakini jitahidi sana kwenye masuala ya vyakula, kama hautaki changamoto yako ifikie hatua mbaya, jitahidi sana kuacha vyakula vya mafuta mengi, jitahidi sana kuacha vyakula vyenye sukari nyingi, jitahidi sana kula vyakula ambavyo havina chumvi nyingi. Kwa siku tunashauri gramu 5. Lakini pia kama una changamoto ya homa ya ini, jitahidi sana kula matunda mengi. Lakini pia jitahidi sana kufanya mazoezi. Hii itakusaidia sana kuondoa zile sumu mwilini. Lakini pia uangalifu wa dawa, jitahidi kila dawa ambayo unaiona machoni mwako unakuwa unaitumia. Punguza kutumia madawa ya mizizi ya kuchemsha, madawa ya maunga unatumia, unaambiwa unapona. Lakini pia hizi huwa zinaenda kuathiri ini. Mara nyingi watu wengi sana wanalalamika kuwa dawa hizo zimeharibu sana ini pamoja na figo. Lakini pia jitahidi sana kutumia dawa ambazo zitakuwa zimethibitishwa, yani zina viwango vya kutumiwa ambavyo havitaweza kuharibu ini wala figo. Lakini pia jitahidi sana kuzingatia ule mtindo wa maisha. Tukisema mtindo wa maisha, punguza sana msongo wa mawazo, fanya mazoezi. Huu ni ugonjwa kama ugonjwa mwingine. Kama ukizingatia hayo, itakuwa sio rahisi ugonjwa kuweza kukuathiri. Lakini pia una uwezo wa kupona kwa wewe ambaye changamoto yako bado haijawa chronic, yani hauna yale madhara yoyote. Uwezekano wa kupona ni 100%. Kwa jitahidi sana kuzingatia hayo ambayo nitakuwa nimekwambia, utakuwa sawa kabisa. Fuata matibabu, epuka pombe, kula lishe nzuri. Lakini pia jitahidi sana kuboost kinga za mwili zile CD4. Lakini pia pima HPV mara kwa mara kwa wewe ambaye hauna hii changamoto, itakusaidia sana. Lakini kama hauna, jitahidi upate chanjo mapema. Asante sana.